Yani nilifilisika, yani kufilisika kwangu kama nilifilisika mara moja. Yani nikizihesabu hata 40 zinafika hata za kufilisika, bado tunalala kwenye magunia. Mimi shuka nimekuja kukutana nalo mwaka 1989. Shuka na lenyewe nilikuja kukutana nalo, lilikuwa ni shuka ambalo lilikuwa ni yale ambayo yanatoka jeshini. Ukienda kisiwani uwezi kutoka ukachumbia binti wa mtu yoyote. Mtu wa kisiwani alikuwa anaenda kisiwani kipindi hicho alikuwa ni mtu aliyeharibika sana. Ukienda kisiwani ukirudi uweze kuchumbia mtoto wa watu? Hapana. Kwa nini? Hata mtu hawezi kukuamini kukupa kitu chake. Wanawake walikuwa wanaenda visiwani ni wale wanawake ambao wameachika kwenye ndoa zao, ambao yani mpaka baadaye walipokuja kuwa wengi wanawake walikuwa wanaenda kisiwani ni wale walikuwa wameathirika ukimwi. Nyumbani ilikuwa ni familia ambayo haina uwezo wowote. Ilikuwa ni familia ambayo ni ya kimaskini, yani ya mwisho kabisa yani. Kusema kwamba unaweza ukajifunika shuka lilikuwa lipo. Kwa yani unajifunika nini? Kwa tunajifunika magunia. Magunia ya kama wangekuja kupakia kipindi kile makawa. Na hata sisi tulikuwa unaenda kwa sababu ya kuokoa roho yako, kwa sababu ya shida ulizonazo. Hata tulipoenda kisuguani sio kwamba tulienda kupata mashuka wala kulilalia, hapana. Ni kulala tu hivyo hivyo. Siku moja baba alikuwa anaenda Dar es Salaam huko. Alikuwa anaenda kwenye matibabu kule Muhimbili. Tulikutana Nyamanoro siku moja na mimi nilikuwa nimetoka huko visiwani. Aliponiona alilia baba. Kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu, nywele zilishakuwa kama unavyoona takataka. Yani singuo tulikuwa tunazifuria majani. Kuna majani fulani hivi yanamea kule vichakani. Kwa unapoambiwa kwamba naenda mtoni kufua vile vinguo vyako na vyenyewe ambavyo wamekushonea, unaona hata kama ulikuwa navyo, yani mtu kukupa shati la mtumba, yani huyu unamuona ni mtu wa samani. Yes. Bwana mpenzi mtazamaji wa Max Media, popote pale ulipo, uhali gani? Nadhani uko mzima kabisa. Hii ni Max Media na haya ni mahojiano kutoka Kakola, mkoa wa Shinyanga. Tumefika huku ili tuweze kupiga story na mchungaji Gasto. Lengo kubwa ni kushare na watazamaji wa Max Media waweze kufahamu huduma zake anaziendeshaje, lakini pia wito aliotumwa na Mwenyezi Mungu upoje. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina, ninashukuru sana. Poa kabisa. Tunamshukuru Mungu sana. Habari ya kazi ya Mungu inaendelea vizuri, tunamshukuru. Anatutendea, anatuonekania sana. Hivi tunasemaga ni kazi au huduma? Yani kazi ya Mungu ndio inayofanyika hapa. Huduma, maana ya huduma ni kuweka yani tuseme kwamba yani kama kiwanda. Yani kwamba ni kituo wanachojulikana kwamba wanafanya nini. Lakini kazi ni kazi ya Bwana. Bwana ndiye tunamshukuru sana kwa sababu mkono wake sio mfupi. Anatusaidia sana. Anazidi kutubariki. Sawa. Labda tujitambulishe kwa majina, unaitwa nani? Mimi majina yangu ninaitwa Gasto. Gasto Corneli Efata. Niko kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mchungaji Gasto. Mchungaji. Mimi najiita mchungaji. Kwa ajili ya kazi, maana mchungaji, maana ya mchungaji watu walio wengi wanashindwa kutambua maana mchungaji. Mchungaji aliitwa, yani alitamkwa na Yesu kusudi airenge ile kazi ya maana ya uchungaji ni nini. Mchungaji ni mtu ambaye anaingia katika kwenye malisho kuchunga kundi la kondoo, mbuzi, ng'ombe, unaona, punda. Kwa hiyo ndo maana ya cheo cha mchungaji. Lakini sasa kuitwa, yani hicho cheo mchungaji ni yule ambaye anachunga kondoo za watu. Yani kuziroza watu
anazileta kanisani kuzilisha malisho ya neno la Kristo. Okay. Sawa, kuna manabii wengine wanajiita manabii. Kwa nini wewe ukujiita nabii hadi ukajiita mchungaji? Yani kuna yani nabii ni karama. Nabii ni karama. Hiyo karama kwa sababu humu duniani kila mmoja anajiita cheo anavyotaka. Yani kumbe unajiitaga wenyewe? Ni anajiita tu wenyewe. Yeye anajipa cheo jinsi anavyotaka. Kwa sababu yote ya dunia tulipewa kutawala. Kila mmoja anajitawala anavyotaka. Bado ya siku ya hukumu hatujafikia. Lakini kuna karama ya utumishi. Karama za utumishi ndizo wanazo zichanganua wao. Katika kwenye utumishi Mungu alitoa karama 5 za utumishi. Karama ya kwanza ni ya utume. Karama ya pili ni ya uinjilisti. Karama ya 3 ni ya uchungaji. Karama ya 4 ni ya unabii. Karama ya 5 ni ya ualimu. Yani kufundisha. Kwa zile karama 5 unaona zote zipo hapa zinaendelea na kazi. Ndizo tunazo. Hizo karama 5 za utumishi tunazipewa na Mungu kulingana na juhudi yako ulionayo. Unaweza ukawa na utume lakini ile karama ya unabii ikawa hauna. Hata tukiangalia kwa Daudi alikuwa ni mfalme, na alipokuwa ni mfalme lakini yeye hakuwa na karama ya unabii, bali karama ya unabii ilikuwa na Gadi ndiye alikuwa anamtabiria, kwa sababu unabii ni kutabiri. Kwa hiyo unabii ni kutabiri. Unatabiri yajayo au yaliyopita? Yani unaweza kutabiri kesho au jioni, kama ulivyoona Elisha anawatabiria kwamba yani kesho kipimo cha unga kitauzwa katika bei ndefu au hivi na hivi, na kweli kikawa hivyo hivyo. Wewe huwa unatabiri? Yani karama ya utume ya kikazi ya Mungu lazima roho ya unabii lazima iingie, kwa sababu roho ya unabii ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Ambaye anaweza kukupa mafunuo ukajua kwamba hapa ninachokifanya au kesho kunaweza kukawa na kitu gani, ukakitabiri ukamwambia. Sawa. Sasa Pastor au mchungaji, nimekuja leo nitaka tupate historia yako kidogo, historia yako ya maisha. Ndio, mapasta wanakuaga na historia yao ya maisha. Wengine unakuta labda alikuwa mchawi, alikuwa mwizi, lakini baadaye akaokoka, akamrudia Mwenyezi Mungu, na kuokoka ni kwa ajili ya kuwaondoa labda wale vijana ambao wanakengeuka, anataka kuwarudisha. Kwa upendo wako historia yako ipoje hadi tukamuona huyu Gasto? Ni mzaliwa katika dini ya kilokole au amekuja kuokoka baada ya kuna mambo mengine yalijitokeza hapa katikati katika ujanani, utafutaji, vitu vingi kama hivyo, lakini pia kuna mtu labda alikushawishi ili uokoke. Tunataka tupate historia yako hadi hapa ambapo tumefanya mahojiano na wewe, ni kwamba tulianzia wapi, yani Gasto alianzia wapi? Karibu. Mimi katika maisha yangu nilianzia, mimi nilipozaliwa pale nyumbani. Nilizaliwa nikiwa mtoto ambao walikuwa wanamtabiri sana mule ndani. Umezaliwa wapi? Nimezaliwa katika kwenye wilaya ya Muleba. Kijiji ambayo ni tarafa Nshamba. Kagera. Hiyo Kagera kule. Lakini sasa ni mtoto wangapi? Mimi ni mtoto, baba alizaa watoto wengi. Watoto wengi? Kwa hiyo yani mimi nilikuwa ni mtoto ambao walikuwa wakiniona kama mtoto, kama ulivyokuwa naona kama Yusufu kwenye nyumba ya Yakobo, Israeli. Yani ni mtu ambao nilikuwa ninaona tu maono, lakini kiona kitu naweza nikakisema baadaye kikatokea. Kwa hiyo nikawa mtu ambaye alichaguliwa sana na baba yangu. Kwa hiyo baba yangu wakati anatoka katika kwenye pombe zake,
usiku saa 6 saa 8 mpaka niamsha. Alikuwa na ngoma pale, ananiweka hapo, ninaanza kupiga ngoma, na kuja na marafiki zake wanaanza kunywa pale pombe usiku. Usiku. Na mimi akitoka huko anakuamsha. Kwa nini alikuwa anakuamsha usiku? Alikuwa si wanatoka kwenye mtu ambao ametoka kwenye mapombe sana, kwa na raha, anakuoja na pombe zao zingine zinakuwemo ndani. Kwa hiyo wananiamsha kwa sababu mimi nikawa ni mtu ambao ninajua kupiga ngoma. Kwa hiyo ninapiga ngoma, wanacheza wote na wazee wote wanacheza. Kwa hiyo mpaka asubuhi, usiku wa manane. Kwa hiyo wazee wote wakawa wamenipenda sana. Kwa hiyo ni mtu mimi niliyopendwa sana na wazee. Kwa hiyo ndo familia kwa na wazee. Sorry kidogo, babako alikuwa na mke wangapi? Kama umesema kwamba mlikuwa ni watoto wengi sana. Alikuwa yeye ni mke wake tu mmoja. Alikuwa na mke wake mmoja, lakini kule nyuma baba alipata bahati ya kuzaa. Kwa hiyo yani mimi nikawa ni mtu ambao napendwa na mzee mule ndani. Lakini kwa sababu nikaona kwamba kilichokuwa kinaleta yani nyumbani ilikuwa ni familia ambayo haina uwezo wowote. Ilikuwa ni familia ambayo ni ya kimaskini. Yani ya mwisho kabisa yani. Chakula mlikuwa mnapata? Kwa sababu si walikuwa wanalima. Na sisi tulipoanza kujitambua tukaanza kwenda nao kulima. Tunalima kwenye mashamba. Basi lakini maisha ya kusema kwamba unaweza ukajifunika shuka lilikuwa lipo. Kwa hiyo unajifunika nini? Kwa tunajifunika magunia. Magunia ya kama wangekuja kupakia kipindi kile makahawa KSU ambao ni wanunuzi wa makahawa. Kwa ni shirika la KSU linakuja kupakia. Kwa hiyo wakileta masamture ya mapakia magunia kwanza ambao ni ya katani au ya pamba. Kwa hiyo lile la pamba lilikuwa ni lizuri, lilikuwa lina alikatakati mwili, lakini lile la katani lilikuwa linakatakata mwili. Yani linakuletea upele mwingi katika kwenye nani. Mlikuwa mnajifunika, mlikuwa mnapewa hayo magunia au ilikuwaje? Hayo magunia si wanaenda kuyapokea ili ukusudi wakianza kuvuna kahawa wanaweka mure kwenye magunia. Walikuwa napewa. Wanapopewa wazazi na nyinyi mnajifunika hayo? Sasa hiyo ndio yanakuwa ni shuka la kujifunika. Miaka gani hiyo? Ni miaka ya zamani sana. Kama 1900 kuanzia mwaka wa 86 humo. Mimi nilikuwa nimeshakuwa mtu wa kujitambua sana. Lakini hayo tulianza nayo kwa sababu mimi ni mtu ambao ni wa mwaka 1975. Kwa hiyo ni 80. Hiyo yote ndio nilikuwa tumeanza kujitambua. Bado tunalala kwenye magunia. Mimi shuka nimekuja kukutana nalo mwaka 1989. Shuka na lenyewe nilikuja kukutana nalo. Lilikuwa ni shuka ambalo lilikuwa ni yale ambayo yanatoka jeshini. Basi uliletewa? Nilikuja kulilalia kaenda Mwanza. Nilikuwa kipindi hicho nimeshaanza kazi za kuingia kwenye kufanya kazi za majini. Kama ziwa Victoria humo, nimefanya kazi za maboti humo. Yani kabla ya hizi mashini engine za majini zilinikuta mimi visiwani. Mwanzoni sisi tulikuwa wanatumia mashua. Mashua yani ndio walikuwa natumia mashua za ndio mnasafiria kwa upepo. Baadaye zikaja hizo mashini, ilianza Super 8. Wakaileta pale, tukashangaa jinsi inavyofungwa pale kwenye mtumvi na kuanza kuondoka majini. Wewe ulikuwa mvuvi? Tulikuwa ni watu ambao ni mvuvi. Ni shughuli za visiwani huko ni nyingi sana. Kwa hiyo shida nyingi nilizokuwa nazipata zilikuwa ni nyingi, lakini kama nisingekuwa ni mkono wa Bwana na wala nisingekuwepo visiwani. Kama ungeenda kisiwani, ni mtu ambao ni nyumba ya umaskini sana. Na kipindi kile na ukienda kisiwani
uwezi kutoka ukachumbia binti wa mtu yoyote. Mtu wa kisiwani alikuwa anaenda kisiwani kipindi hicho alikuwa ni mtu aliyeharibika sana. Ukienda kisiwani ukirudi uweze kuchumbia mtoto wa watu? Hapana. Kwa nini? Hata mtu hawezi kukuamini kukupa kitu chake. Kwa nini ilikuwa na kipindi hicho wanawake walikuwa wanaenda visiwani ni wale wanawake ambao wameachika kwenye ndoa zao, ambao yani mpaka baadaye walipokuja kuwa wengi wanawake walikuwa wanaenda kisiwani ni wale walikuwa wameathirika ukimwi. Lakini kipindi kile wakati cha 89 ukimwi ndio ulikuwa unaanza kuingia, maana lakini ulikuwa baada wajaujua ni ukimwi, ulikuwa kiwachanganya sana, maana walitambikia sana vikashindikana. Kwa kisiwani alikuwa anaenda mtu ambao ni nyumba ya umaskini sana, ambao hawana chochote, yani wanaamua kupotea tu ondoke uende kule, kwa sababu visiwani kule kulikuwa kuna nyumba, bali zilikuwa ni wengine wanalala juu ya mawe. Mnaamka asubuhi mnaenda kuvua hivyo. Samaki zilikuwa baada hazijawa hata na kusema kwamba kuna kiwanda chochote. Hiki kiwanda ambacho cha samaki kilianzia Msoma, unaona, ndio chikilia. Ukivua mko mnapeleka wapi samaki? Samaki zilikuwa zinaenda vijijini, wanabanika unauza kwa bei yake vijijini, na mnaenda kuuza, kubadilishana na vitu mbalimbali humo. Basi kwa hiyo ndio kazi tuliokuwa nayo kisiwani. Kwa hiyo kisiwani nimekulia kisiwani sana, yani kuja kufika mpaka katika ufahamu wa kwamba nitoke kisiwani. Nilitoka kisiwani nimeshakuwa mtu mzima. Kidogo nikurudishe nyuma kidogo. Umesema kwamba binti yoyote akienda kisiwani ni yule ambaye labda ameasilika au amefanya nini lakini au ameachika. Lakini mwanaume akienda kisiwani kurudi ilikuwa ni ngumu sana kupata mchumba, kupata mwanamke wa kuoa. Kwa nini walikuwa wanawekea ugumu? Ugumu ulikuwa ni wapi? Au nyinyi mlikuwa mnatafsiriwa ni watu wa namna gani? Ni kwa sababu ni watu ambao wamekuwa kama watu majambazi, ambao wamekuwa matapeli. Kwa yani kule kisiwani wanajua kwamba mtu anaenda kisiwani anavuta bangi, alafu anaenda kisiwani na ni mtu aliyeharibika, wenda mwizi, mdokozi. Lakini mimi nilikuwa siibaki. Wengine wanakuwa na bangi mimi sikuwa sivutaki. Wenzako? Lakini wenzangu walikuwa navuta bangi, wanashinda kwenye mawe, wanajifunza kumfu ngumi, basi upigana nini na nini, ndio walikuwa. Kwa hiyo mtoto kama angetoka kisiwani akaingia kijijini, mpaka wamuogope tabia anazokuja nazo, mpaka hata mtoto wanamkataza kwamba usije nikakuona na mtu fulani ametoka visiwani huko wanakojifunza tabia mbaya. Yani kisiwa kipindi hiki vilikuwa yani vina historia mbaya kabisa. Na hata sisi tulikuwa unaenda kwa sababu ya kuokoa roho yako, kwa sababu ya shida ulizonazo. Hata tulipoenda kisiwani sio kwamba tulienda kupata mashuka wala kulilalia, hapana. Ni kulala tu hivyo hivyo. Baadaye unaweza ukakata tu miti, ukajenga ka kiduku kama majani, ukawa yani kuna nyumba moja nilikajenga katika kwanza. Nilianza muda wa saa 4, nilikajenga karibu saa 1:30. Ninakata vimiti, miti ilikuwa ni karibu nakata na nasimika, nikaleta majani nikaanza kufunga. Basi kwa hiyo kale kajumba nilikuwa nalala miguu iko nje. Miguu iko nje, huko niko ndani. Kwa hiyo ndivyo maisha tuliyokuwa nayo ya kisiwani. Kwa hiyo nikakulia katika kwenye shida. Lakini wakati wa visiwani, wakati hapo ninaanza, baba yangu alikuwepo, hajafa. Kwa hiyo mwaka 1991 ndo baba yangu anakufa. Kwa hiyo nikawa ni mtu ambao nimekulia hapo. Baba kuja kufa mimi, siku moja baba alikuwa anaenda Dar es Salaam huko. Alikuwa anaenda kwenye matibabu kule Muhimbili. Tulikutana Nyamanoro siku moja, na mimi nilikuwa nimetoka huko visiwani. Aliponiona alilia baba. Kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu, nywele zilishakuwa kama unavyoona takataka. Yani kisiwa vimekuja kuwa, yani visiwa
vimebadilika hapa karibuni kuanzia mwaka yani vimebadilika. Aliyekuja kubadilisha visiwa mtu wa kwanza, mtu akaleta yani ka nafasi ni Mwinyi. Alipoachia nani mifumo yote ya fedha, watu walimiliki fedha nyingi, na mimi hapo ndo nilitoka angalau kisiwani nikarudi kijijini, tukaanza kufanya biashara, kununua makahawa mule vijijini, kwa sababu kamtaji kalipatikana. Hata dagaa zilipanda bei. Gunia la dagaa kipindi kile lilikuwa tunaliuza shilingi 1300, 1250. Kipindi cha Mwinyi. Kipindi cha nyuma cha Nyerere. Mwinyi alipoingia ndaka akasema rukusa. Ina maana aliposema rukusa kila kitu kikawa huru. Yani watu wakapata hela, watu ndo wakaanza hapo kujenga. Yule mzee ndalileta, yani yule mzee ndalifanya watu kulala kwenye nyumba za mabati. Yule mzee ndalifanya watu kulala kwenye godoro au kujifunika suka. Mzee wa Rukusa huyo. Mzee wa Rukusa. Mzee Mwinyi. Mzee Mwinyi huyo. Ndio maana Mungu yani basi tu lazima alipe. Amemaliza miaka mingi humu duniani. Kwa hiyo kipindi cha mzee wa Rukusa ndo nyinyi hali zenu za visiwani zikabadilika. Walikuwa wamefunga mifumo yote, yani kipindi hicho, yani mtu wa kuhesabu hela alikuwa yupo. Yalikuwa yani ni kushinda, yani kama baba alikuwa anatusonea sisi wakati tuko wadogo, anakata kwenye visuruali vyake, anakata vile vilivyo katika, anasonea kwa shindano makabutura, unaona, na vinguo vya kuvaa hivi kujifunga upepo. Lakini nguo nzuri uitoe wapi? Tulikuwa tunatembea miguu peku, unaona, ndara hatuijui wala kiatu hatukijui, tulikuwa tunaishi hivyo hivyo. Aliyekuja huyo mzee Mwinyi huyo ndiye aliyekuja akasema rukusa, akafungua. Alipofungua njia zote alipoona yani wakaona dunia watu wanazidi kunemeka na kufurahi, ndo wakamhandama yule mzee. Lakini huku watu wameshafanyaje? Wakujenga, wameshajenga, wakufanikiwa. Wewe mitaji kutoka hapo mitaji kalipuka, watu wakaanza kuonekana matajiri. Inchi ikaanza, dunia yani ikaanza kuwa na neema. Ukienda kisiwani unaonekana ni mtu. Na kisiwani paka ingia na nguo, kwa sababu Nyerere alikuwa amekataza Tanzania yote hakuna mtumba, bali ni nguo za special. Sasa special itavaliwa na nani? Zilikuwa yani ni nani wa kununua nguo? Na zenyewe alikuwa amewafungia hata wazungu viwanda, viwanda kwamba viwe vya hapa, na viwanda vyenyewe vilikuwa vinatengeneza yale mashuka tuliokuwa tunanunua shilingi 250, yalianza 250, na yalikuwa yani viwanda vyake vile vya Mwatex, unaona, vinatengeneza sijui mashuka hayo. Nimesema kwamba yani kule kisiwani yani kipindi hicho cha Mwinyi ndiye aliyesababisha yani watu wapate maisha. Hakuna mtu yeyote aliye yani ambao rais alikuwepo ni yeye mzee Nyerere. Lakini rais Nyerere hakuleta maisha kwa watu wale watu kuwatoa kwenye umaskini. Bali aliyewatoa kwenye umaskini watu wajue kuhesabu hela, wajue yani maana ya hela ni nini. Kipindi kile cha zamani hela zilikuwa hazina thamani. Sisi nguo tulikuwa tunazifuria majani. Kuna majani fulani hivi yanamea kule vichakani. Kwa unapoambiwa kwamba nenda mtoni kufua vile vinguo vyako na vyenyewe ambavyo wamekushonea, unaona, hata kama ulikuwa navyo, yani mtu kukupa shati la mtumba, yani huyu unamuona ni mtu wa samani. Mtu wa samani sana. Lakini na wao wenyewe walikuwa na kuja na hizo nguo za mitumba, ilikuwa wanazitoa Kenya kipindi hicho. Walikuwa wapo wanawake ambao walikuwa naenda kupiga umaraya, kufanya kazi kupiga umaraya huko Kenya huko, ndo walikuwa akija anakuja na misaada kama hivyo. Mnaingia mnaanza kusomba kuni pale, mnaleta mizigo ya kuni, unatua pale. Anaingia mule ndani, ngoja nikupe zawadi, anakupa kile kishati cha mtumba, yani unatoka pale unashukuru. Alikuwa mbaya mno. Kama sasa hivi
dunia iko kwenye raha, kwenye mterezo. Aliyeleta mterezo ni Mzee Mwinyi. Yupo mwingine wa kuleta mterezo hayupo. Mzee wa Rukusa. Mzee wa Rukusa ni huyo. Na jina mkamuita Mzee wa Rukusa. Alikuja speed kali. Aliandika pale kwenye mtandao wake. Akaandika kwamba Rukusa yani akaifungua mipaka. Akafungua yani ikawa huru. Fedha ziliingia fedha. Yani hapo ndo mkaanza kulalia mastukia ninatoka kisiwani yani na kisiwani hela ziliingia kwa sababu dagaa ziliingia. Alipofungua Wanyarwanda wakaingia, Wakongo wakaingia kununua dagaa. Watu wakaja kutoka mpaka huko Zaire, watu wakaja nchi Tanzania ikanemeka, ikafurahi. Kila zao lilikuwa na hela, kila zao lilikuwa na bei, yani watajiri waliingia. Watajiri waliingia haraka. Dunia ikafurahi, yani Tanzania ikafurahi. Ndo chanzo cha kutoka kwenye majumba ya majani. Mzee Mwinyi ndiye alisababisha watu waishi kwenye nyumba ya bati. Mzee Mwinyi ndiye alisababisha watu walalie godoro. Mzee Mwinyi ndiye alisababisha watu walale kwenye shuka, ujifunike shuka. Watu walikuwa wanalala kwenye ngozi za wanyama. Watu walikuwa kuna vimiti, wanaenda pale, wale wataalamu wanatoa ganda la mti taratibu, wanalitoa, anaanza kuliponda ponda, alinalitengeneza linakaa kama blanketi. Unaona? Ndicho kipindi hicho sisi yani ndiko tulikukule cha Nyerere. Maana Nyerere alisema kwamba kitaka kumutawala mtu kwanza umunyanganya utawala. Mnyanganye utawala. Hata kama wangekuwa wewe unaenda kutajirika, umelimo mpaka waje kukuhesabu umepata pataje, ukiwa navyo wanakusizi wanakonani vyote. Ndio walikuwepo maduka ya mashirika ya kujipa ya ujamaa, kujipanga kwenye mstari. Kama umefuata chumvi ni kwenye mstari, unashika namba. Kama kama ni namba yako itafika ni jioni kuja kufikia yule mtu anayeuza dukani, basi ndio ilikuwepo hiyo. Hali ilikuwa ni hatari sana, lakini Mzee Mwinyi alifanya kubadilisha. Kwa yapo na mimi ndo nilirudi kijijini tukaanza kununua makao, kwa sababu tulitoka kijijini. Ukiwa na shilingi ngapi kutoka kisiwani? Kutoka kisiwani mimi nilitoka kule kisiwani nilikuwa na 100,000 na 20,000 kipindi hicho. 100,000 na 20,000 nilinunua yani pale nyumbani. Yani nilipanda sana ile, nikaja nikaharibika tena kwa ajili ya kuona kwamba hela zimepatikana. Sasa hivi wanavuna makawa, sasa hivi wanavuna huko vijijini. Mwezi kama huu wa 5 wanaanza mwezi wa 4 mpaka wa 5 wanavuna. Lakini wakimaliza kuvuna, aliyetumia vibaya basi, aliyetumia vizuri hela akaitunza ataendelea na nunua chumvi, na nunua mafuta ya taa. Kipindi hicho tulikuwa tunatumia mafuta ya taa. Chumvi yenyewe ilikuwa na yenyewe ni ya kwenda kuchimba kule kwenye kwenye matingatinga. Basi kwa hiyo shida zilikuwa ni nyingi, lakini shida zikaanzia hapo kuisha kwa Mwinyi. Kwa yani mimi mwenyewe kuanzia hapo basi, yani kilichokuja kuleta shida yani ni kwa sababu shetani aliutawala yani dunia mapema. Kwa sababu unapokuwa uko katika kwenye shida, unakuwa umetulia. Unapomaliza kupatapo kahera kakipatikana, mawazo yanakimbilia kwa waganga. Yani kumbe aliyekuwa na tawala kipindi kile, hakuna utawala wa Mungu uliokuwepo. Pale ilikuwepo Romani. Yani kama yani hii huduma ya kiroho ya Pentecosti ya warokore hii kama ingekuwepo, yani hata wazee wetu waliokufa kwenye zambi za mizimu wasingekufa kwenye mizimu. Wangekufaje? Yani wangekufa wao ni watakatifu. Kwa sababu Pentecosti urokore wanaudharau watu, lakini ni kitu chombo kizuri ambacho mtu yoyote hawezi kukipata kwa akili yake. Na wakati wazee wakara hawakukiona hiki kitu kimekuja karibuni, mimi maisha yangu niliyoishi
Sikujua kama kuna wokovu wa namna hii. Mimi si nilikuwa Mroma. Wewe ulikuwa Roma? Mimi nilikuwa ni Mroma. Yani ina maana batizo kabisa Roma. Yani mtu anatoka kanisani lakini nyumbani kuna mganga. Hata mganga yule wa kienyeji anaweza akamwambia twende kanisani, anaenda. Sasa mganga wa kienyeji anaweza akaingia kwenye kanisa la kirokole, vitu vyake vyote vinaungua pale pale. Yani mizimu na majini inamkimbia. Nakuambia. Okay, sawa. Tuanzie hapo. Utashazungumza maisha yako. Tunataka tuanzie hapo. Kuna biashara yote ulikuwa unaifanya katika ujana wako, au kitu gani ambacho kilikupelekea sasa ukaitwa mchungaji Gaston? Hapo nilipo ndo nakuambia kwamba wakati Mwinyi ameshafungua njia, halafu hela zikapatikana, watu wakaanzia hapo kutengeneza mitaji. Na mimi ndo nilianzia humo katika kwenye utafutaji. Lakini nilipoenda mimi mwenyewe nikaingia kwa waganga ili kutafuta kinga ya kunikinga ili kusudi ya biashara zangu, shughuli zangu. Ulienda kwa mganga? Hapo nilipoanza kwenda kwa waganga. Ndo yani unaweza ukatajirika kwa miezi 6. Unafanya kazi, kila mmoja anasema kwa kweli. Lakini kwa mwezi mmoja ukafilisika. Unapofilisika unabaki bure kabisa. Alafu nikifilisika narudi visiwani mimi tena. Ngoja kwanza, yani hebu tupe kwanza, ulifilisika au unaweza? Yani nilifilisika, yani kufilisika kwangu kama nilifilisika mara moja. Yani nikizihesabu hata 40 zinafika hata za kufilisika. Mimi tunataka tuanzie, tukumbushe kwanza hapa. Mtaji wako wa kwanza ulikuwa unafanya biashara gani hadi ukaanza kwenda kwa mganga? Kwa mganga ulipata nini? Ukufilisika ulifilikisaje? Ukaenda tena kwingine? Mara ya kwanza tukalipua hizo hela, nikaingia katika kwenye kununua kahawa. Nikanunua kahawa kweli, nikawa na matajiri makubwa. Maana kipindi kile gari ilikuwa ni kitu cha thamani sana. Kuona mtu amekuja kwaka na gari, yani ilikuwa yani mpaka watu mshangae. Lakini mimi gari alikuja kwangu ambaye alikuwa ni Mariam Juma, ananunua kahawa katika kwenye wilaya ya Muleba nzima. Unaona, ndani alikuwa na mtandao, sio alikuwa ameutoa wapi. Kwa hiyo ndani alikuwa anakuja na gari, yani gari kulisimamisha pale unakiona ni kitu ambacho ni cha thamani kubwa. Na mpaka watu wanakushangaa. Kwa hiyo ni yule alikuwa anakuja na niachia mimi fedha. Unaona, nina mzigo nauona, wanakuja kupakia. Baadaye nilipotoka humo katika kwenye kahawa, msimu kaisha. Ulipoisha fedha zikaanza kuyumba. Nikaenda kwa mganga, kanipa ile dawa. Aliponipa ile dawa nikabidi mimi nirudi tena visiwani. Mganga upate dawa ya nini? Nipate dawa ya kinga ya biashara. Biashara gani? Biashara nikaanza kufanya biashara za dagaa. Kurangua dagaa. Borangua dagaa zikanikata. Nikarudi kurangua samaki na samaki zenyewe zikanikata. Mtaji ukaisha. Nikarudi mimi kuanza kuwa mvuvi wa kuvulia matajiri. Kukaa kwenye kambi ya matajiri. Unaona, mtaji umekata mara ngapi ulivyokuwa? Kwa yani mimi mtaji ulikata, yani sina hata yani na hesabu yake. Kwanza hata kuanzia nilipoanza kwenda wanani Kampala. Kampala mimi ikifika kama Kasensero, mpakani mwa Uganda Kasensero. Kwa mfano nimepandia visiwa vya Nyaburo huko, nikatua Kasensero. Au nimepandia Goziba nikatua Kasensero. Nilikuwa na change hela, ninafuata mzigo, nilikuwa nafuata madawa ya kulevya ambao wanaweka tambu. Ninafuata viroba. Vile vya nani. Hiyo biashara ulianzaje? Hiyo biashara nilianza kwa sababu nilianza kufungua maduka. Mimi maduka ambayo nilifungua yanafilisika maduka 8. Maduka ambako ya kuleta yani gari nasomba mizigo. Kama yani ni kama nani ngano nilikuwa napakia mimi Kenta. Yani ngoja kwanza mchungaji, ngoja kwanza. Unaenda haraka sana. Kuna baadhi ya simu unaturukisha watazamaji. Umesema kwamba mwanzo kabisa ulikuwa unasema kwamba ulienda kwa mganga ukapewa dawa uende kununua samaki, dagaa. Tumeishia hapo kwenye dagaa. Sasa ulivuka vipi hadi ukaenda kuna nini? Tunataka tuende kidogo tu hapo. Turudi kidogo tu hapo.
Yani kuvuka pale ili kuja kupata tena mtaji mara ya pili, nilikuwa nikifanya vibarua kwa yani kunaanza uvuvi, kuingia kwa mtu kaomba kibarua, ninaanza kufanya kibarua, nina kahera wanakonipa, ninazidi kukaweka kwa sababu nilikuwa natoboa suruali hapa kwenye rukusa. Hizo hela ulikuwa naiba au ulikuwa naweka? Nikilipwa. Unaweka ili usitumie? Nilikuwa siitumie. Hata kama ungeniona usingenihesabu kama nina hela yoyote. Mpaka mimi yani mpaka chawa hizi zilikuwa yani chawa kwangu zilikuwa ukiangalia kwenye rukusi ya suruali. Yani bakuli inajaa kufanya hivi. Chawa. Nikienda kuoga nafanya hivi. Chawa zilikuwa akungati au uko upendo? Zinangata tena, yani ukilala usiku unalala yani unafanya unajikuna zinagata. Kipindi hicho ilikuwa ni shida, yani ninavyokuambia. Kwa hiyo hela ulikuwa unaweka kwenye rukusi ili upate mtaji tena ni mwingine. Yani ndio maana nikasema kufilisika kwangu yani kama ni kudogo zaidi, yani karibu 50 au na kuzidi mara 50 katika maisha yangu. Kufilisika mara 50 kwenye yani unafika palipo pazuri panakata. Na ile ramani zote zinakata. Na zikikata mimi ni kwenda kwa mganga. Wakati unachawa umesema kwamba hela unaweka kwenye rukusi, hapo tayari ushafilisika si mara ngapi? Ulikuwa tayari ushaenda kwa mganga tena au mpaka niende kwa mganga? Ulikuwa unamwamini mganga? Yani lakini Roman nilikuwa sijawahi kupoteza siku moja bila kwenda Jumapili kanisani. Ilikuwa hata siku moja. Lakini hapo uliingiaje kwenye biashara ya maduka? Kwenye biashara ya maduka niliingia hivi. Nilienda visiwani nikavua, nikaja nikapata hela shilingi 65,000. Nikaja kijijini, nilipofika kijijini nikabahatika kununua mbuzi 2 shilingi 30,000. Hizo mbuzi nikaziacha pale nyumbani, zikawa zinaenda, kumbe mbuzi zile zikawa inatoa wawili. Inazaa. Ilikuwa ni mbuzi kubwa kweli, yani ya uhakika. Sasa niliporudi mimi kisiwani hali ikawa ngumu. Ilipokuwa ngumu nikaamua kurudi kijijini. Niliporudi kijijini nikaja kukuta jamaa mmoja alikuwa anafanya biashara ya kuleta ndizi Geita, Mwanza na huko Kahama. Basi nilipoona nikaona anazidi kuendelea vizuri. Ndio nikaenda nikaongea naye nikamwambia ni wa kijijini, na mimi naweza nikapatapo nafasi hapo kwenye gari, mafuso wanapakia kwenye fuso, naweza nikapatapo na mimi nikawa napeleka hata ndizi. Akaniuliza na ndizi ngapi? Kamwambia labda wewe niambie kwamba unanipa nafasi ya ndizi ngapi? Yani ndizi ulikuwa nazo mwenyewe? Ndizi hapo naenda niuze ndizi mbuzi zangu, niuze na redio yangu. Nilikuwa na redio nilichukua na kisiwani, zile za kaseti za kuchomeka kanda. Kwa uuze redio, uuze na kaseti ili upate mtaji wa uuze redio na kaseti ile. Ndio redio hiyo. Alafu niuze na mbuzi zangu, nipate mtaji, ninunue ndizi, nianze kuwa ninaenda naye na mimi napeleka kama ninapata mtaji. Kwa hiyo hapo ndio nikaanzia pale, tukawa akanikubali, nikanunua mbuzi nikaziuza zote na redio nikauza, nikaanza tena kwenda Geita, nikapeleka ndizi, nikafanyaje. Basi baadaye fedha zikapanuka. Zilipopanuka katika kwenye kijiji hicho, basi nilipoona hela zimepanuka, kwa yule nikawa nimemwacha, na mimi nikawa nimeandaa gari langu ambalo ni fuso. Nikawa na kodi gari langu, sio kununua. Una kodi? Na kodi kwa mzee mmoja alikuwa Bukoba anaitwa Kereti. Nikawa na kodi fuso ile inakuja na nipakilia mzigo wangu naenda. Basi siku moja ule mzigo ukarogwa na wachawi. Ile gari yule Kereti sijui alifanya. Basi hapo ndo nilinunua mzigo, hela zote nikanunua ili kusudi nije kupakia fuso yote ya ndizi. Basi sasa
Yani nilikuwa yani karibu mara ya 6 nina yule mzee alikuwa ananipelekea huyo mzee Kereti. Yani gari unaweka hoda. Kwa hiyo mzee yule tulikubaliana. Nilipoachana na kuwa najiunga na kule nikapata mtaji, nikaona kwamba na mimi nianze kupeleka mzigo wa kwangu mzima. Basi wakati ninaanza hiyo shughuli, basi karibu mara ya 6 sijui yule mzee yani ikawa hivyo, yani kwa sababu mimi nilijua kabisa live kwamba kuna uchawi uliofanyika. Kwa hiyo yani ndizi nimeshazikata, nimeshazitoa mashambani. Zimeshapangwa kwenye maeneo ambako gari litakalopita linapakia. Ndizi zimeshakatwa zote. Zilikoswa gari. Yani yule mzee ni kumpigia simu apokei. Nikahangaika kwenye magari yote ya matajiri, kila gari wanakuambia kwamba yani limebana. Ndizi ziliiva barabarani zote. Yani umeshaandaa mzigo kila kitu. Unampigia yule mwenye gari apokei simu. Apokei. Ndizi zikanipigisha hasara, basi nikawa maskini tena. Nikarudi tena kwenye umaskini, nikarudi tena visiwani. Yani mimi nilipokuwa hali Kigoma ninarudi kisiwani. Kwa sababu kijijini mure nilikuwa sina msaada wowote. Kwa sababu sina msaada kusema kwamba nina mjomba au nina baba au baba mdogo au kijijini huwezi kusoma. Ni mpaka niingie kule. Nikianza tena ninaanza kutafuta kaira, natunza. Nafikisha muda wa kusema kwamba hapa ninaingia katika biashara fulani. Ndipo kipindi nikaenda kufungua duka. Nikaenda kufungua duka kule kijijini. Pofungua duka kijijini, duka likaanza kumeremeta bana. Baadaye yani nikaingiza ujinga, nikapata kijana, nikamuweka ili kusudi hao ananiuzia. Yani unafanya nini? Mimi nirudi kisiwani nitafute kwa mtaji tena, nipige vibarua kule, nipate kama mtaji niwe naongeza duka langu lizidi kuwa kubwa. Nilipokuja kurudi nilikuta biashara imeshaisha. Mtaji umeshaisha. Basi nikaamua kuviacha. Uliyemweka ni ndugu yako alikuwa ni wa kijijini tu, tena tulikubaliana na mama yake. Kwa hiyo alikuwa anapeleka wapi? Sasa unajua yani shetani. Kwa hiyo yani mimi nikawa ninabobea sana kwa waganga. Baadaye nikaenda nikanufungua biashara. Nikaenda kisiwani nikapata hela tena. Nilipopata hela nikarudi kufungua duka, lakini nikalifungua kwenye kisiwa. Yani kwenye kisiwa nikafungua lile duka huko kisiwani. Basi duka lile likaenda vizuri. Ndio utajiri sasa ukaanza kuja. Utajiri wa kisiwani. Wa kisiwani. Kwa hiyo yani mpaka watu wakawa wanajiuliza hela amesitoa wapi. Kijana ulikuwa na umri gani? Ulikuwa mdogo muonekano wako? Hapo yani wakati ninaingia kwenye maduka, hapo nimeshaingia kwenye ukubwa. Yani hapa ninaruka vitu ni vingi. Labda kama mtu akinitaka anaweza akaniuliza zaidi kwenye simu. Ninajua vitu vingi katika dunia hii. Basi sasa ndo nikatoka pale, nikafungua duka, nikabidi duka likamara unapata wateja, unauza linachanua kama linapanda, mara yani linapigwa, unarudi kwa waganga. Kwa waganga yani ilikuwa ni kawaida yangu. Na waganga walikuwa wanakusaidia? Yani ukienda unajiridhisha unaenda huko kwa shetani. Shetani si ndio kawaida yake. Maana waganga mmoja sio mmoja, hapo ninaenda kwa waganga mbalimbali. Ili biashara yangu endelee kukua. Basi siku moja ndio nikaenda kwa mganga yule. Basi vikashindikana, nikarudi nikaona hali haiendi vizuri. Ndo nimekaa pale kwenye duka yani asiuzi. Yani nina mawazo. Akapita mzee mmoja alikuwa amebeba kagunia. Basi mzee akaja akanunua pale yani soda, akamuuzia soda. Ile mzee baadaye akafanyaje? Akasema ninaenda, lakini ngoja nije tuje tuongee mwanangu. Basi alipoondoka, mwanamke mmoja alikuwa amekuja kununua hapo kitu fulani hapo dukani. Basi akaniambia huyu mganga amerudi. Ni mganga
yani anapendwa na wanawake wengi. Kasema anafikiaga wapi, akanielekeza. Lakini na shaba yangu mimi ni aniambia anakofikia nije niende. Basi nikaenda nikamkuta yule mzee, nikakuta wanawake wengi wamemsubiria pale. Basi yule mzee baada akafanya nini shughuli zake, akaniita. Basi nikaenda nikaongea naye. Basi nipoongea naye akaniambia kwamba wewe yani usifunge duka usiku ukawa umenisubiria, watu kwanza walale, kuna kitu nataka tuje tukifanye. Basi nikaenda nikakaa duka, ulipofika usiku nikakaa. Siku toe akaja akasema sasa funga, nikafunga. Akasema njoo twende. Tukaenda kule sehemu moja chini, kuna njia panda hapo, njia zinapishana hivi. Basi akaniambia kaa hapo pale ambako katikati ya njia zinazopishana. Basi akaja juu ya kichwa changu. Sio alikuwa anaweka kitu gani, akasema kwamba weka hizo hela nilizokuambia ziweke chini uzikalie. Nikaziweka chini nikazikalia. Basi nilipomaliza kuzikalia akaleta sijui kitu gani alichoweka hapa, sio alikuwa anafanya vitu gani, akaanza kuongea pale kwenye kichwa changu. Baadaye akaniambia kwamba kinyanyuka uondoke usiangalie nyuma. Basi nikaondoka na zile hela nikaziacha pale. Sikuangalia nyuma, nikaenda. Basi siku ya kwanza, siku ya pili akalipita hapo mzee anakagunia kaka anasafiri. Basi akaniambia kwamba ninasafiri, lakini kuna mtu atakuja kukuletea mzigo wangu, akiuleta ule mzigo nitunzie nitaukuta. Basi siku moja niko mule kwenye duka nauza, lakini sio sana, yani naona kama mzee akunifanyia chochote wala sina kilichoendelea. Basi ilikuwa yani niko nauza hapo, nikaona kijana mmoja kaja na begi. Basi akauliza, akasema kwamba ninauliza mtu mmoja wanamuita Alex. Nikasema Alex labda maana labda umu wakifikaga huko wanabadilisha majina. Sasa labda kuna jina lingine ambalo labda wendo nauliza. Akasema nimechoka hivi, si hoteli ziko karibu? Nikasema hoteli iko karibu pale hapo. Sasa akasema naweza nikaacha yani begi langu nitalikuta, kama weka tu hapo. Akaliweka hapo akaondoka. Basi alipoondoka sikumuona tena. Hakurudi. Begi liko pale. Sasa ninapoleta mizigo yangu ya duka ninalisogeza huko. Bado nilipoona limekaa nikasema hivi kijana alikuwaje? Hakurudi hata siku hizi zote. Basi nikalipeleka nikaenda kulitunza huko chumbani. Basi siku moja hilo begi limeshakaa muda mrefu. Ule mzee alimaliza karibu miezi 3 hajarudi. Baada akaja akarudi. Huyo mzee akapita pale, alipokuja akaja na cheka. Nikuta wamama wangapi hapo wananunua na wengine, akawaambia mpe soda huyu, mpe soda huyu, mpe soda. Basi wote nikaanza kuwagawia. Basi akasema ngoja nije, akaondoka. Akafikisha mzigo wake. Sasa wakati wa jioni kama muda wa saa 3 akaja akakaa pale, akaagiza soda. Sasa tabia yake yeye akikaa pale, yani anayekuja mpe soda, anayekuja sijui mpe biskuti, anayekuja sijui mpe kitu fulani, halipi. Yani anachukua tu anilipie. Basi ni mganga. Basi sasa mimi nikakaa nimetulia pale. Basi tukafika hatua ya kuja kufunga, watu wameshafunga maduka, yeye aondoke. Basi nikaongea naye, akasema kwamba kilicho nikalisha hapa kuna mzigo wangu waliuleta. Akasema mzigo? Akasema waliuleta hapa, walileta mzigo wangu ukumbuke. Nikasema labda lile begi liliachwa na yule kijana, kwani ni mzigo gani? Akasema hapa kuna begi liliachwa na, akasema hapo ni mimi niliyeagiza uje hapa. Sasa hilo yangu nikawahi kwamba nataka ni muujiza sawa aliyokuwa ananiambia wenda ndo yenyewe. Basi nikaenda nikalibeba lile begi, akaliweka pale. Akasema sasa ile begi
Akaanza kuniambia mambo mengi, akasema kwamba watu wengi ninawapa utajiri lakini wanaenda kuuchezea. Ule utajiri nao wapa wanaenda kuuchezea. Mimi nikikupa utajiri leo usiucheze, ushikilie utajiri huu ninachokuambia. Basi ila hakunikataza vya wanawake. Kataza. Hakunikataza sijui yani vya kwamba ende unywe pombe. Hakunikataza sijui usitembelee uonane, kwa sababu wengine wanakuambia usivaa hata kanda mbili. Huo unatembea miguu peku. Au usivae kiatu bali uvae kanda mbili. Au usilale na mke wako wewe unalala nje, hapana. Basi hiyo ndagu akawa ameikamilisha, akaongea maneno yote akamaliza, akafungua. Alipofungua begi akafunga, akasema nipe 300 kwenye hela zako. Nikaenda chumbani nikachukua 300 nikampa cash. Basi akabeba lile begi, akasema njoo bebe. Nikabeba. Akasema fungua, nikafungua. Kuja kuangalia begi limepakia fedha. Fedha zimejaa begi lizima. Yani begi lile limejaa fedha. Yeye akachukua 300 za kwangu, zingine haziache. Hakutoa hata senti moja yeye. Begi lilikuwa limejaa pesa. Lile begi akanipa mimi. Lile ambalo aliliacha lina miezi mitatu. Hela zangu nilizokuwa nakusanya mule kwenye duka. Basi akaondoka yule mzee. Asubuhi alipita ananiaga, asubuhi mapema anasema ninaenda. Asubuhi akapita. Ananiaga mapema. Basi na mimi nikanyanyuka nikabeba maji ya kunywa haya ya 1000, nikabeba na soda. Basi akasema kwamba haya ninaenda niliyokuambia uyashikilie. Mimi nikija kurudi nitarudi kuja kuchukua zawadi yangu. Alikupa masharti gani? Hakunipa masharti, mimi aliniambia kwamba yani watu anawapa utajiri wanauchezea. Hawataki kunani. Akasema kwamba yani wewe usicheze yani utajiri huu niliokupa. Basi lakini hakuniambia lolote linalonipasa. Akaondoka. Ile begi lilikuwa na pesa alichukua. Aliliacha, ndio alinipa hilo begi. Limejaa pesa. Mimi alipoondoka nikawa na mashaka, nikasema hapa anaweza akawa labda amenichezea mazingaombo, labda ni makaratasi. Kuingia mule tena nikafungua nikakuta bado ni hela zile zile. Kila nikifungua nakuta ni hela zile zile. Basi nikabidi nianze safari ya kuanzisha safari ya biashara ya kuelekea Burundi. Burundi nimefanya kazi. Na zile hela zile. Na zile hela. Kwa sababu Burundi nilianza, hatua ya kwanza nilianza kuleta sigara za Supermatch. Zilikuwa zimeletwa na rafiki yangu. Anatoa mzigo na ya Burundi. Na mimi nikaenda nikaleta Supermatch. Ndio kama unavyoona sigara ya huku Tanzania ambao wanaita Karabu. Basi nikapambana. Baadaye yule mzungu ikawa soko. Kabidi nianze kutumpe data ya kutengeneza sigara za sport, lakini kipindi kile ilikuwa inaitwa poti, imeandikwa poti. Tukaanza tulifanya biashara hapa Tanzania kubwa sana. Tukapanuka kimitaji, lakini nyumbani nilikuwa siendi wala sipanui kitu cha maana nyumbani. Wala kusema kwamba nijenge nyumba ya maana, hapana. Wala labda nilinunua viwanja mpaka ninaviuza tena. Yani nikienda Burundi sikamatwi mpakani, nikienda Uganda mpaka, yani nikija hii barabara mpaka Terewa nikamata. Nikaunga mtambo wa kuwa napita majini. Niwe navusha muziko majini. Nilipoona maji yamenichosha kwa sababu kuna wimbi, kuna upepo, kuna nini, kuna zuruba nyingi sana. Nikabidi nirudi barabarani. Siku ya kwanza nikapita. Mara ya pili nikakamatwa, mzigo wote ukaondoka. Mzigo wote ukaondoka. Ambao umetoka na Burundi? Kampala. Wasigala. Kampala nilikuwa nafuata hivi na vyenyewe ni vya kulevya, nafuata vikonyagi vile vinani vipombe kali. Vita nani wanaviita vitambua, walikuwa wanaviweka huko.
Basi nafuata na Carolite, nafuata na Moffett, haya wanawake kujichipua. Kwa hiyo nilikuwa tukileta mizigo mikubwa sana. Basi wakanikamata mizigo yote, ikawa imeondoka. Ndo nikaanza tena sasa mipango ya kwamba hapa nifanyeje. Ndo nikaamua kukimbilia Dar es Salaam. Ukakimbilia Dar es Salaam? Hapo nikaamua nikimbilie Dar es Salaam. Mtaji wako ikawaje? Yesi wakikamata TRA ile ni magendo. Vyote huwezi kupata chochote. Basi nikawa nimekimbilia Dar es Salaam nikakaa. Nikaanza. Mtaji wako ulikamata ukiwa una thamani ya shilingi ngapi? Ule mzigo waliochukua wote ulikuwa ni wa milioni 74. Milioni 70 za Kitanzania, ambazo kipindi kile tulikuwa tunaona change, yani 100,000 ya Tanzania wanakupa 170 ya Uganda. Burundi zilikuwa zinalingana kipindi hicho. Ila sijui sasa hivi. Niliposhika wokovu nikavitoka. Basi yani nikakimbia Dar es Salaam, lakini wakati nakimbia Dar es Salaam nilikuwa nina mganga wangu na mmiliki. Yule mganga akawa alikuwa anatumia majini yule mwanamke. Alikuwa anavuta sigara, yani bunda nzima ya sigara anaivuta kwa siku moja. Yule mganga? Mwanamke. Alikuwa anakunywa maji yani haya ya lita 1.5 haya. Alikuwa anakunywa ya paketi moja nzima, yani chupa hizo 12. 12 kwa siku moja. Chakula chake ilikuwa ni nyama ya bata. Nyama ya bata. Nilikuwa nimemweka kwenye guest, lakini sasa yule mwanamke alipokuja kuondoka, aliondoka kwa sababu nilichelewa kumtumia kaka yake hela za alikuwa anajenga, na mtumia hela za kujenga nyumba. Basi nilipochelewa aliniambia asubuhi, nikachelewa, nikaja nikazituma muda wa saa 3, kumbe ameshachukia. Basi mganga wako alikuwa anafanya kazi gani kwako? Alikuwa anakaa guest tu. Ili ananiangalia mimi mwenyewe. Ni mganga au mtu wako? Mganga. Alikuwa ni mama makama, ananizidi miaka. Anakuangalia wewe unavyofanya? Yani unaenda pale anakuambia leo usisafiri. Kukisafiri leo njiani sio kuzuri. Na biashara anakuambia hapa wanakutengenezea dawa ya kuendelea kuweka kwenye biashara katika kwa hili kusudi ukileta mizigo uuze upate wateja walio wengi. Ulindwe usikamatwe. Hivi vilikuwa ni vingi hivyo. Kwa hiyo mganga alikuwa anamlipa kila siku au ilikuwa aje? Yani yule mganga alikuwa tulikubaliana, yani kwa kila siku 3 ninatuma hela za ujenzi kule kwao. Kwao alikuwa anajenga, alivyokuwa anadai. Kwa hela nilikuwa natuma kwenye simu ya kaka yake. Basi nilipo yeye ilikuja hivi, yani kabla hapo, yani sijakamatwa hapo. Hapo alikuwa sijakamatwa. Yani nikaenda vizuri, ila nilivyo mvuruga aliondoka yeye bila kunani, kwa yani bila mawasiliano wala bila yani aliondoka amechukia sana. Nikambembeleza pale kwenye gari ya shuka, akakataa. Nikabeba milioni 1 nikampa mule kwenye gari ya shika, kaikataa, akaamua kuondoka. Alipoondoka mambo yangu yote yakayumba. Ndio ukakamatwa? Ndio nikabaki bure. Nilipobaki bure nikaweka mipango ya kwamba najua unapokuwa umemiliki fedha alafu ukaja kufilisika, yani kwa watu ni aibu. Unashikwa aibu. Nikabidi nikimbilie Dar es Salaam. Ulifilisika mtaji wote wa milioni 70? Nikafilisika. Kipindi hicho milioni 70 ni hela ndefu sana. Kipindi hicho. Kwa kama sasa hivi ingekuwa kama bilioni kadhaa hivi, kwa sababu milioni 70 kipindi hicho ilikuwa thamani yake ilikuwa ni kubwa. Ingawa hata zingekuwa hata kwenye kama bilioni 7 hivi. Ilikuwa ni hela ndefu, tulikuwa tunaleta mizigo. Kwa hiyo yani tulikuwa tunana dai kwa watu, nikadai. Nikapata tu hela kidogo tu, nikakimbia mpaka Dar es Salaam. Ulikuwa na akiba nyingine labda benki, kwa sababu umesema mzigo ulivyokamata ukataifa? Hapana, nilikuwa yani sisi tulikuwa tuna mipango ya kuweka fedha bali sisi tulikuwa ni yani mnakimbizana
Tena nilikuwa na mipango ya kununua fuso. Kipindi kile fuso wakati fuso zinaingia hapa tani 8 zilikuwa zinanunua milioni 12. Lakini nilikuwa na yani milioni 12 nilikuwa nainunua fuso kama unavyonunua kama soda dukani. Fedha nilikuwa na nyingi. Basi sasa mimi nikaona kwamba nilikuwa yani nataka nifike kwenye viwango vya fedha zilizo nyingi. Nyingi sana. Ndio maana mimi sikuweka, nilikuwa siweki vya akiba. Hata kama ningeviweka ningeviuza. Biashara yani biashara labda watu haijui. Biashara watu haijui. Hakuna kitu, hakuna ugonjwa mbaya kama biashara. Ukishaingia umeingia. Yani unaona mtu yote anayefanya biashara muhurumie sana. Ana mateso makubwa sana. Anatamani apande level. Yani biashara ni shida. Basi kana nini ngia Dar es Salaam mbofika, yani mambo yakaanza kuwa magumu. Ndo siku moja wananipigia simu, mtoto wako amekuwa chizi wa kwanza. Mtoto wako? Basi akapotea. Wakawa wanafunga kamba, baadaye akazikata akapotea. Hawajui alikimbilia wapi. Nikakaa kidogo, yani ina maana nilikuwa naletewa taarifa kama Ayubu. Muda kidogo nikaambiwa kwa mtoto wako mwingine wa pili anakuwa amesimama tu. Akisimama alikuwa amesimama, wakaona anaanguka chini mpaka amepoteza ufahamu. Yani lakini wananipigia simu mara waganga. Mimi nikawa ninashindikana, kaja nikaenda kwa mganga mmoja. Walikuwa wanakupa taarifa hizo ni kina nani, waganga au watu wako? Nyumbani tu, nyumbani. Basi nikaenda kwa mganga yule akaniambia lete jogoo 2 tukazipeleka. Sinunua pale kwenye soko la Keko. Kasipeleka, akachinja, ile damu ikatiririka, ikaenda ikamwagika, ikatua mule kwenye kashimu. Tukachinja jogoo wa pili, damu ikatiririka, ikaenda ikatua kwenye kashimo. Asa akaniambia unaona hiyo ni hatari, bado damu inapungua. Ninakuambia bado damu inapungua. So unaona naende inatua mule. Nilete nini? Paka nilileta mpaka hata na kondo. Nikafanyaje? Ikashindikana. Ndio akaniambia kuanzia leo usije ukapanda gari wala pikipiki. Nikatoka hapo siku 3 niko hapana, ngoja niende. Nilipata ajali pale Kizuiani. Kizuiani pale nilipata ajali hatari. Nilikuja kujitambua niko nani hapo Zakiemu rangi 3. Kwenye hospitali saa 8 usiku nakuja kujitambua niko kwenye madiripo. Ulipata ajali ulikuwa umepanda basi au ulikuwa umepanda pikipiki au ulikuwa unaendesha? Nilipata ajali kwa sababu nilikuwa na pikipiki ya boxer. Nilikuwa na pikipiki 4 pale. Ulikuwa unafanya kazi ya bodaboda? Nilikuwa na wapa watu, lakini mimi shughuli zangu nilizokuwa nazo nilikuwa nafanya biashara business mule Dar es Salaam. Basi kwa hiyo ni akaniambia usije ukapanda usafiri, lakini siku ya 3 mimi nikapata ajali. Hatari, na wakati niko katika kwenye ajali wakaniletea taarifa nyingine, mtoto wangu wa 3 wakati upo hospitali. Wakaniletea, yani ninatoka hospitali wananiletea taarifa kwamba mtoto wako naye ameungua. Mtoto wa 3. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo ndio nikaanza kujiuliza sasa. Yule mganga aliniambia kwamba nikipanda usafiri nisipande usafiri wote, nikae kwanza. Sasa angalia nimepanda, haya huyu mtoto mmoja amekuwa mweu, huyo anaanguka, anazimia zaidi ya wiki au hajui ni nini. Huyu amepata moto, yani shida zikawa kubwa. Siku moja yani nipo pale nimekaa, nikasikia katika kwenye mtandao, yani hapo anatangaza mchungaji Enoki wa Mlimani City, muje muokoke, muna matatizo, vitu mlivyobeba, kuna mizimu ya mababu, kuna mlienda kwa waganga. Anavyozungumza ni kama vya kwangu. Kasema ngoja niende niokoke. Alikuwa anakulenga kabisa. Kila akiongea yani analenga mimi shida zangu zote.
Basi ndio nilianzia hapo saa ya kwenda kwenye wokovu, nikaokoka katika kwenye kanisa la Josephat Lesi Mwingira. Kwa kweli sijawahi kufanya mchezo kwenye wokovu. Josephat Lesi Mwingira. Ile la Mwenge. Mwenga hapa Burugaro hapo. Tuli hapo ndo niliingia pale. Mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka 2012. Familia yako umeiacha kijiji? Yani hapo, yani wakati nilipompokea wokovu, yani mwanamke alikuwa tumeshafarakana zamani. Mshakombana? Watoto walikuwa ni watoto tu. Watoto uko nao wangapi? Watoto mimi ninao wengi. Kipindi uko na watoto wengi? Wa mama moja au baba mmoja? Sasa unajua, yani sisi tulikuwa ni watu wa pagani original. Nafikiri mimi nilikuwa na mchezo. Kwa sio mchezo. Wale watoto ambao ulisema mtoto wa kwanza alipotea tu akaonekana, alirudi? Wote walirudi wakati nilipookoka. Huyu aliyekuwa ameungua alimaliza miaka 3. Akapona? Na yeye alipona. Sikupoteza mtoto wangu. Kupoteza tamaa? Hata shetani alipokuja kwangu tena kusudi tufanye mikataba, sikukubali tena. Alikujaje? Alikuja, alinikuta nimeshaokoka. Alinikuta Karagwe. Akanitokezea pale, akaja katika kwenye mfumo wa nyoka. Nyoka kabisa mkubwa. Nyoka kabisa? Mkubwa. Alikuwa nyoka mkubwa, akanitokezea pale, akaja na akamuita nyoka mdogo, akaja. Yule mdogo nyoka alimuita jina la Shadia. Yule Shadia akaja. Akamwambia, we Shadia, nilikupa mamlaka ya kuangusha meli zote baharini. Lakini huyu nilikuambia umulinde tangia zamani, kama ningemtaka kumuua ningemuua. Lakini nilimtunza ili aje kunitumikia mimi, azifanye kazi zangu. Na mara nyingi mimi nilikuwa na muharibia kazi zake. Basi yule nyoka alipokuja, yule mdogo alijikunja akakaa amesimama hivi. Na yeye huyu naye mkubwa alitokezea naye akajikunja, alikubwa, alafu akajipanga akatulia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimenyanyuka saa 8 kuanza maombi. Lakini maombi yangu mimi nilikuwa naanza na tenzi. Ina maana hapo tumeruka huko kipengele cha nyuma katika wokovu wangu. Kwa sababu nilipoenda kule Mwenge, yani hapo ninaacha sasa kwanza huyu nyoka hapo. Huko Mwenge nilienda Mwenge ni mara ya kwanza, tukasali, wakaniombea pale madhabahuni, vitu vikao vinakimbia kichwani, mara mgongoni, mara nini. Basi baadaye nikasikia nimekuwa huru, wakatangaza kuna maombi ya ukombozi ya Jumamosi. Ndo nikawa naenda kwenye maombi ya Jumamosi. Kwa hiyo Jumamosi nilikuwa naenda yani kila Jumamosi ni mpaka ninyanyuka asubuhi niwahi maombi ya ukombozi. Maombi ya kwanza ya ukombozi kwa kweli yalinisalia matunda. Nilipotoka mimi hiyo siku, hapo nimeshakuwa na guarantee ya kuendesha usafiri. Siogopi kwa sababu lile darasa walilokuwa nafundisha pale kwa Josephat Lesi Mwingira. Basi Mungu ambariki yule mzee. Ni ngano. Yule mzee hata yeyote mtu anamjoki ndio dunia ilivyo. Lakini yule mzee ni ngano. Ni ngano ya Mungu kabisa yule. Basi yule wakiwa wanafundisha, mimi nilikuwa na daftari nyingi, kagunia kamfuko kamejaa. Yani mimi nilikuwa sinaga mchezo. Hata kama alisema kwamba nilienda chuoni, mimi naandika. Hata kama alisema kwamba nilikuwa kitandani, yani vyote nilikuwa, daftari zangu zote zilikuwa ziko hivi. Nikifika nyumbani naanza kusoma Mathayo sijui ngapi, sijui ni Marko ngapi. Yani nilikuwa navyo vyote. Nilikuwa spidi. Mimi mvua zilikuwa zinatoka Keko. Mvua zinaanza kunyesha usiku kama saa 11. Ninasikia mvua hazijakata. Ninajua kwamba yani hapo nitachelewa ibada. Ninatafuta makaratasi, nafunika Biblia zangu, nafunika vitabu vyangu. Ninaanza safari. Siku moja nilifika pale Sofia House, nikakutana na mto mkubwa, viwanda vinaleta maji. Mto wa maji.
ulitaka kunikumba. Hapo ninatembea na miguu kuja kutokezea Muhimbili, ninatokezea Science kwenda Mwenge. Nilikuwa speed mimi, na mpaka sasa hivi niko speed. Usiniona hapa upo speed, sina mchezo naye niona. Okay, sawa, upo speed. Hujafafanua kidogo hapo kwenye nyoka wale. Umesema kwamba alikuwa wanasemezana. Yule hapo kwenye maombi ya ukombozi ya Jumamosi. Nilipokuja kutoka pale Jumamosi, sasa nikaingia pale kwenye kituo cha DDC pale Keko. Niliposimama pale Keko, akaja mama mmoja mweusi ana kipima joto, ana umri makamo. Basi sasa akauliza ustazi yuko wapi. Yule walipouliza ustazi yuko wapi, basi wakamwambia wale walikuwa nauza juice hapo, walikuwepo na jamaa mmoja mshona viatu. Akasema ustazi ametoka jaja. Basi akasema mimi, nikamuuliza kwani wewe unaenda wapi? Akasema ninaenda Taifa Mnazini. Sawa. Kwa sababu Mnazini ukipita pale nani uwanja wa Mkapa. Kuna nini huko Taifa? Alikuwa anaenda yule mwanamke. Basi nikamwambia haya, ingia kwenye nani, nikampeleka na pikipiki. Tulipoenda speed kali, tukafika pale nani uwanja wa Mkapa, nikaupita. Basi nikaingia katika uwanja ule wa shamba la bibi. Ndio kukunja hapo ilikuwa kabaka kwa chini kanaitwa Mnazini. Basi ninakuja kumuuliza kwamba mbona tumefika usemi kuja kuangalia hapo kwenye pikipiki ameshapotea. Nilikuwa nimebeba jini. Amepotea? Sasa yani roho ikaniambia wazi ninakunja kona hivi nianze kurudi. Roho inaniambia kwamba ulikuwa umebeba jini. Nikaja speed mpaka pale DDC. Nilipofika pale DDC hapo Keko, basi nikawauliza wale, sijabeba mtu mama. Wakasema umembeba. Yani ninakuja kukunja kona nimuulize, sikumuona amepita wapi. Hapo wewe ni dereva bodaboda? Nilikuwa natumia na boda, nilikuwa nafanyaje vitu vingi kwa utafutaji wa mbali. Basi nikabidi nirudi nyumbani. Nipo nyumbani nikaanza maombi. Nikaenda kwa walimu wangu kuambia kilichotokea. Wakasema kwamba hapo umeanza kupata utisho wa Mungu. Kama jini limeanza kukukimbia. Basi siku moja nikatoka maombi ya ukombozi ya Jumamosi. Potoka kwenye maombi ya ukombozi Jumamosi, yani nikafika pale, nikabidi nienda hapo Keko, alikuwepo mdogo wangu. Pofika pale kwa mdogo wangu, basi nikamwambia ninaenda nani Temeke Stereo. Nikaenda Temeke Stereo. Nikamaliza shughuli yangu nilikuwa imenipeleka pale, nikageuza kurudi. Nafika pale hapo kwenye kituo cha mabasi, nikakutana na mama mmoja mweusi na ana kipima joto. Sasa kaniambia, kaka huwezi kunifikisha angalau hapo nani Karume? Niambia nashuka hapo Karume sehemu gani? Akasema nashuka hapo nani Serengeti hapo kwenye Breweries. Basi nikamwambia sasa una shingapi? Akanipa 4,000. Lakini humo Dar es Salaam nimeshakuwa na miradi, nimeshakuwa na hela nyingi kwenye benki. Nilikuwa natuma mizigo mikoani na rangua mjini, makatoni ya betri, Steiger, National, Panasonic, nanunua makatoni makubwa ya makufuri. Nilikuwa natuma mizigo ya hela kule. Unapeleka nina kwenye matajiri wangu wa zamani huko, ninawatumia mizigo. Basi yani wakati hapo nina hela huko, na nikabidi huyu mama nimchukue kwa shilingi 4,000. Basi niende. Tulipofika hizo hela alinipa pale 4,000. Kafika pale Karume, nikamweka chini, nikageuza kuja kufanyaje ili niingie kwenye barabara inarudi Keko. Nikapotea katika kwenye mji wote wa Tanzania ni wa Dar es Salaam. Nikapotea katika kwenye mji wote wa Dar es Salaam. Ukapotea? Sikuona tena mji wa Dar es Salaam. Ukaona mji wapi? Nikaanza kuona miji ambao yani ni barabara
imepigwa bustani, barabara yani ambazo hazina hata na kauchafu, yani rami ambayo haipo hapa Tanzania. Wala sizani hata kama na Ulaya ipo. Haipo. Hizo barabara ulizoziona? Hizo barabara hizo. Ulaya hamna barabara hizo. Haya ipo, yuko sehemu gani? Hizo ni barabara za majini tu. Kukuwekea mauruerue basi. Yani mji mkubwa. Ilikuwa nikiendesha pikipiki bila kusimama mpaka saa 8 usiku. Ninatua Masaki baharini, pikipiki inagonga kwenye maji hapa. Yani kwenye maji. Kwenye maji pikipiki inagota pale kwenye maji. Haliko hapa inagota. Ndo hapa amesimama mtoto wa miaka karibu miaka 11 au miaka 12. Unaona? Huyo mtoto kijana huyo alikuwa amebeba mbuzi, ameishika miguu miwili, ameweka begani. Wewe unafika hapa yani na mimi inazimikia hapo kwenye maji na huyo mtoto huyo kijana amesimama pale. Kuja kuangalia huyo hapo kijana amevaa kabutura la shule na shati la shule jeupe, amebeba mbuzi. Akaniuliza, unaenda wapi? Uliza wewe. Ujue kwamba hapa ni hatari. Usiku ilikuwa? Usiku saa 8. Akaniambia njoo nifuate, maana sasa hivi ni saa 8 usiku wanakuua. Basi ameshika mbuzi. Nikawasha pikipiki, yeye anatembea kwa miguu lakini simukamati mpaka kwenye barabara. Tulipofika pale kwenye barabara, njia inaenda hivi, inapandisha ya rami, hii inashuka. Akaniambia wewe ende hivi. Wewe unaenda Keko? Nikajiuliza amejuaje? Akasema uende, ukifika kule roundabout utakutana na mwanamume mweupe amevaa jaketi jekundu. Huyo ndiye atakaye kuonesha unakokwenda. Keko, nenda. Nikamwangalia anapanda hivi na mbuzi yake begani yule kijana. Mimi nikaanza. Nilipozo enda na pikipiki kumbe nikasahau yani nilikuwa nimeshaba. Nikafikiri kwamba ile nani kile kituo cha wasafiri kwamba ndio roundabout. Nikakuta mwanamke mmoja tu naye mweusi, ni mkubwa wa makamo. Nikabidi ni paki pikipiki niende hapo kwenye kituo nimuulize. Kuja kufika akaruka akafika mure akanifyonza. Nikasema ndo yeye mwenyewe. Sasa so najua hapo yule alichomoka kwenye pikipiki. Haya, huyu amenipeleka akanipoteza. Huyu unaona hapo akili zikaja kwamba hapa yani kuna mchezo wa nini, nipo nachezewa mchezo. Nipo ninafanyiwa roho ya ukatili kuuawa. Basi yani Mungu ni mkubwa. Watu wanaochezea wokovu hawajui chochote, hawajawahi kufikwa. Ndio maana na Yesu alisema hii tabibu inatekwa na watu ambao. Basi nikatoka pale na pikipiki nikapanda nikakimbia roundabout, nikafika nikamkuta huyo mbaba amevaa jaketi nyekundu mweupe usiku hapo. Kushuka tu akaniambia si unaenda Keko? Nikamwambia sasa hapo sijajua wanaoniambia ninaenda Keko wananitambuaje? Yani ufahamu kama vile umefumbwa. Nilikuja kuvikundua yani nimeshatulia miaka ndio nakuja kukumbua. Akaniambia vuka hii barabara onyoshe mpaka hiyo, ukienda utashuka mpaka utafika pale Magomeni Mikumi, ukunje pale Magomeni Mikumi uende Keko nyumbani kwenu. Mimi saa 12 alfajiri niko Manzese na Magomeni Mikumi nilipapita. Ulipapita? Nilifika nyumbani asubuhi. Wanawaza kwamba yani huyu mtu wenda alipata ajali. Nafika pale wananiambia tulikuwa hapa tumeshajikusanya tutafute njia labda tukutafute kwa sababu hujawahi kwenda kulala kule. Tunajiuliza kilichompata ni nini? Ilikuwa ni siku ngapi hapo toka wao wanasema kutafuta?
Yani ilikuwa ni siku moja hiyo. Yani nilienda saa 12 ili kama mtu wa kuwahi siku. Sasa wanajua mtu umeenda pale Temeko Stereo, umeenda kutafuta mboga, sio na wahi pale. Sasa ujarudi wakati umeenda kufuata mboga. Basi hapo ndo nikajua kwamba yani nilikuwa nikizungushwa na majini. Kumbe majini yale unapoenda kwa mganga na unapewa majini. Unapewa majini. Hilo darasa ninalo lote. Basi katika hiyo wakati ninameshakuwa ninaendelea na kujikava na maombi na nini, baadaye ndio nikaja nikaanzisha utumishi. Unaona tunataka utusimulie pale kwenye nyoka wale kwenye nyoka. Nikaanzisha utumishi pale Keko. Nilipofika pale Keko, hapo Keko nyuma ya Chenifa hapo nikafungua kuwa naomba maombi ya saa 2, lakini wote ninaowakusanya Jumapili wote ninawalipia nauli ambao wana nauli. Wengine tunaenda Mwenge kwenye kanisa la baba yetu Josephat Elias Mwingira. Basi tukawa ninafanya hiyo kazi, ila Jumapili nikiwakusanya nilikuwa nahubiri mpaka kwa waganga. Hapo nimeshakuwa nimeshaelewa kwamba huu ni changamoto, ni kudanganya watu. Waganga wadadanganya watu. Mganga hawezi kukutengenezea maisha, bali ni kukuambatanisha na kifo na mauti, au watoto wako na waweka mauti. Mtu kama angekuwa na akili hawezi kwenda kwa waganga. Basi nikapata taarifa za Mungu kwamba nielekee Karagwe, lakini kutoka kule Dar es Salaam, juhudi niliyokuwa nayo ya kimungu, nilikuja kutokezewa na baraka moja. Kutokezewa baraka ya kukutana na Mungu. Basi kwa hiyo katoka hapo nikaenda Karagwe. Nimeshakuwa mtu wa kufanya kazi ya Mungu. Basi nilipofika pale Karagwe, siku moja niko kwenye maombi, kwa asubuhi nahubiri nyumba hadi nyumba, ndio kazi yangu niliyokuwa nayo. Nikanyanyuka saa 8 kuingia kwenye maombi. Niliponyanyuka kwenye kuamka, nyoka yule akaja. Ananiambia kwamba mimi ndiye shetani mwenyewe. Mchana au usiku? Saa 8 za usiku. Nilikuwa nimeshika tenzi yangu hivi. Kwa hiyo ile tenzi mimi nilikatalia kabisa, nikaiweka kifuani. Nilishika hivi tenzi yangu. Akaniambia kwamba mimi ndiyo shetani mwenyewe ambao namuongelea kila siku. Na nimekulea sana na sikutaka uwawe. Ningeruhusu uwawe, nikaondoa mkono wangu ungeuawa. Lakini siku zote nilikulinda kuanzia kazi zako zote, ila sasa muda wako wa kunitumikia umefika. Ninataka uanze kunitumikia. Akaita Shadia, muletee zawadi yake. Yule nyoka akatokezea, akaja nyoka mweusi, akajikunja mdogo, akakaa ametega kichwa chake hivi. Basi akasema kwamba Shadia, mpe zawadi yake anitumikie. Akaja akanyosha kichwa chake akakileta. Mimi nimeshika hivi, nimekandamiza na tenzi yangu kifuani, tenzi ya rohoni. Basi akale kanyoka akaja kaweka kichwa chake hapa kwenye mikono yangu. Kalipoweka kichwa chake kwenye mikono yangu, ili kwamba akasema, pokea zawadi yako ambayo nimekuletea. Mimi nikakaa nimekataa, kama kuna mtu amenifunga na minyorora na moyo wangu hautaki. Basi akasema kwamba, Shadia, tema hiyo zawadi niliyokuwa nimemletea. Akatema kajiwe kadogo keupe kanang'aa. Kale kajiwe keupe. Kajiwe tu alikatema hapo. Sijajua ni zahabu ni nini. Kale jiwe akasema, angalia utajiri niliokuletea ukakataa. Alipoasema hivyo, bando za Marekani zile dola zikajipanga mpaka juu. Alipokuambia hivyo, akasema, unaona utajiri unaokataa. Mimi nikakaa nimeshikilia tenzi yangu. Akasema, angalia utajiri uliokataa.
Muda kidogo niliona msafara wa magari. Basi akasema angalia, yani utajiri ulukata. Niliona mameli baharini, yani yanawaka mataa, mameli makubwa, mengine yana viwanja. Nikaja kuona meli moja kubwa, ndege zinakuja zinatua. Akasema ulikuwa ni utajiri wako umeukataa. Na vitu vingine alivyonionyesha vya uzinzi ambao watu waliomkubali. Akanielekeza, nikaja kuangalia watu wengi matajiri nini ambao wamejiungamanisha naye, ambao ni utawala wake. Yani dunia ameiteka yote, iko mikononi mwake shetani, nakwambia. Basi nikaona hayo yote, nikakataa. Kaondoka, akasema kwamba umekataa kunitumikia, lakini wakunitumikia nina wengi sana. Kwa hiyo alinionyesha mpaka wanawake na wanaume wanaozini, wanaume kwa wanaume, vitu vingi hivyo vyote alinionyesha utawala wake alionao shetani. Basi akaondoka. Asubuhi nikaamka najiwazia, nikamshukuru Mungu, maana mimi nina maono makubwa mbele ya Mungu. Kwa hiyo nina maono makubwa. Kuanzia hapo Mungu akanishika mkono kwa kweli, na kufika mpaka hatua hii Mungu amenishika mkono kweli. Nina watu hawanielewi, wengine wananiona tu hivi hivi, hawajui kinachofanyika, lakini kazi inafanyika. Kazi inafanyika. Huyu ni mchungaji Gasto kutoka Kakola Msalala, wilaya ya Msalala, mkoa wa Shinyanga. Tupo hapa kanisani kwake, kama ambavyo unaona hapa ni kanisani kwake, mpenzi mtazamaji wa Max Media. Hii ni historia yake, chanzo cha yeye kuokoka. Anasemekana kwamba alikuwa ni tajiri mkubwa, alikuwa akimtumikia shetani. Utajiri wake ulikuwa ni utajiri wa kishetani, haukuwa ni utajiri halali. Nadhani umemsikiliza. Nini maoni yako? Unalipi la kusema? Au si bwana? Comment yako ni ya msingi sana. Pastor yupo na tunaendelea kuwa naye na tutakuwa naye Mwenyezi Mungu akitupa uzima. Lakini kikubwa ni kwamba bado yupo. Hii ni historia yake. Kuna baadhi ya watu wanapitia mambo mazito, kuna baadhi ya watu wanafanya mambo kinyume na Mwenyezi Mungu. Sasa hili ni funzo kwa watu wote. Ukitaka utajiri wa haraka, matokeo yake